Karibuni ndugu ufuatiliaji wa kipindi chetu cha Afya Yangu Mtaji Wangu, ambacho kinaruka kila siku ya Jumanne, na kwa majina naitwa Dr. Severin Joseph, na leo nimekuandalia mada au topic nzuri ambayo itatusaidia kutujenga katika kiafya, lakini pia itatusaidia kujua katika namna gani tuishi ili tuweze kuepukana na maradhi mbalimbali. Na leo nimekuandalia mada ya kitaalamu tunaita non-communicable disease, kwa Kiswahili ni magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza. Na katika mada hii tutajikita kwenye kuangazia zaidi mifano gani au ni magonjwa gani ya sio ya kuambukiza, kwa mifano ni yapi, lakini pia tutakwenda kujiangazia zaidi ni vitu gani hatarishi au ni vitu gani mtu akifanya vinaweza vikampelekea kupata magonjwa hayo yasiyo ya kuambukiza. Lakini pia tutakwenda kuangalia ni kwa namna gani mtu anaweza kufanya vitu fulani ili aweze kuepukana na kupata magonjwa yasiyo kuambukiza. Na tutakwenda moja kwa moja kwenye mada kama nilivyoitambulisha mwanzo. Magonjwa yasiyo ya kuambukiza ni yapi? Au mtu anaposikia magonjwa yasiyo ya kuambukiza anaelewa nini? Kama neno lilivyo au kama nilivyoeleza, magonjwa yasiyo kuambukiza limejeleza lenyewe. Ni ugonjwa mtu akiwa nao hawezi akamwambukiza mtu mwingine. Kitaalamu ndio tunaita non-communicable disease. Lakini ni yapi kwa mfano? Tuna magonjwa kama magonjwa ya moyo, kitaalamu tunaita cardiovascular diseases. Lakini pia tuna magonjwa kama stroke au kiharusi maarufu sana. Lakini pia tuna magonjwa kama heart attack au tunasema shambulio la moyo. Magonjwa haya ni mfano tu wa magonjwa yasiyo kuambukiza, lakini yako mengi kama kansa, kama asthma, kitaalamu au Kiswahili wanatumia kuita pumu. Yote haya ni magonjwa yasiyo kuambukiza. Ni kwa nini tumeamua kuchagua topiki hii au mada hii tuweze kuileta kwa ajili ya kutoa elimu kwa jamii? Kulingana na utafiti au research ambayo imefanywa na WHO, shirika la afya duniani, lilitoa magonjwa 10 yanayoongoza kwa vifo ulimwenguni kote. Na magonjwa yaliyoongoza kwa vifo ulimwenguni kote yalikuwa ni magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Kwa hiyo kwa muktadha huo tukaona ni vyema tuweze kujifunza magonjwa haya yasiyo kuambukiza ili tuweze kupunguza baadhi ya vifo katika jamii yanayotokana na magonjwa haya yasiyo ya kuambukiza. Na kwenye mada hii kama nilivyoeleza awali kwamba tutajifunza zaidi mifano, tumeshaiona baadhi ya magonjwa yasiyo kuambukiza yakiwemo kiharusi, yakiwepo shambulio la moyo au tunaita heart attack, au magonjwa kama asthma, kansa. Yote haya magonjwa yasiyo kuambukiza. Sasa tunatamani kujifunza au kuweza kuelezana kuhusiana na vitu gani hatari vinaweza vikamfanya mtu akapata magonjwa haya yasiyo ya kuambukiza. Kitaalamu tunaita risk factors kwa ajili ya magonjwa haya non-communicable disease. Tutakwenda kuangalia moja baada ya nyingine kulingana na muda utakavyoturuhusu. Nitaenda moja kwa moja kwenye sababu ya kwanza. Sababu ya kwanza kitaalamu tunaita unhealthy diet, mlo usiokuwa na afya au mlo usiokuwa kamili una uwezo wa kumpelekea mtu kupata magonjwa haya yasiyo ya kuambukiza. Asilimia nyingi ya magonjwa haya yasiyo kuambukiza ni sisi wenyewe tunaruhusu nini kiingie kwenye mwili wetu, ndio vinaweza vikatuletea madhara mbalimbali kuweza kupata magonjwa haya ya kuambukiza. Nitatoa mfano kidogo. Mtu anapokuwa anakula chakula kina chumvi nyingi, kitaalamu tunaita sodium, au mtu anapokuwa anakula chakula kinakuwa kina sukari nyingi au vyakula vyenye sukari nyingi anakula kwa wingi, au mtu anakula vyakula vyenye mafuta mengi, especially mafuta yanayotokana na wanyama. Unapokuwa unakula hivi vingi unauweka mwili wako hatari kupata magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Kwa kawaida sodium au chumvi inapozidi mwilini inaweza kupelekea mtu kupata pressure. Lakini pia unapokula mafuta mengi inaweza yakagandamana kwenye mishipa ya damu ikapelekea wewe kupata pressure. Lakini pia sio pressure tu, inaweza kupelekea wewe yale mafuta yakaganda yakatengeneza kitu ligumu yakasababisha mtu akapata kiharusi, yakaziba mishipa ya damu inayo supply damu kwenda kwenye ubongo, mtu akapata kiharusi. Lakini pia
inaweza kusababisha ukapata pressure. Lakini pia mtu huyu anapokuwa anakula vyakula vyenye sukari kwa wingi, anafanya kwenye damu kunakuwa na sukari nyingi. Damu ikiwa ina sukari nyingi kwa muda mrefu inapelekea mtu kupata kisukari. Na kisukari ni gonjwa mojawapo lisilokuwa la kuambukiza. Na ni rahisi sana mtu akiwa na sukari kuweza kupata vitu kama kiharusi, mtu akaharibu figo, mtu akapoteza macho pia. Kwa hiyo tunaona kula kumekuwa ni sababu ya mtu kupata magonjwa haya yasiyo kuambukiza. Nini kifanyike basi? Tutaona tunapofikia kwenye hatua ya kuelezea nini kifanyike ili kuepukana na kupata magonjwa ya kuambukiza. Lakini sababu ya kwanza tumeiona, unhealthy diet, kula mlo usiokuwa na afya au kula mlo usiokuwa kamili. Mtu akienda kwenye sherehe, pilau anataka yeye, wali anataka ale yeye. Vyote ni vyakula vya grupu aina moja, lakini mtu anataka ale wali, hapo ale ni pilau. Ni rahisi kupata magonjwa yasiyo kuambukiza. Lakini pia nitatoa mfano mzuri. Wengi tumekuwa mashahidi, tunaenda kula nyama choma sana kwenye minadani au kwenye festival mbalimbali, masherehe mbalimbali. Ukienda kula nyama kawaida, zile nyama choma ukienda kunao unakuta tu mafuta kwenye mikono yako tu yameganda. Mwingine atakwambia nataka nikamulie ndimu ili niyeyushe au ni nyawe na sabuni niyeyushe. Sasa just imagine kama kwenye mikono yako imeganda. Je, kama wewe ni mtu wa kula product za mafuta ya wanyama mara kwa mara, ni rahisi kutengeneza kitu tunaita cholesterol ikazidi kwenye mishipa yako ya damu, na ikakupelekea wewe kupata hypercholesterolemia, yani mafuta kwenye mishipa ya damu kuzidi na kupelekea kupata pressure, sometimes kiharusi, ambayo inatokana na kublock mishipa ya damu supply damu kwenda kwenye ubongo. Ni sehemu moja tu ya madhara yanayotokana na vyakula ambavyo tunakula, yanaweza kusababisha sisi kupata magonjwa yasiyo kuambukiza. Lakini pia zipo risk factor nyingine au vitu hatarishi vingine kama uvutaji wa sigara. Lakini pia kwenye uvutaji wa sigara, na wameandika kabisa sigara ni hatari kwa afya yako, lakini bado mtumiaji anaendelea kutumia. Sigara inaweza kukupelekea wewe ukapata kansa. Na kansa ni moja ya magonjwa yasiyo kuambukiza. Na awali nimetoka kuzungumza kwamba magonjwa ya kuambukiza ndio yanaongoza kwa vifo ulimwenguni kote kulingana na utafiti ambao umefanyika na Shirika la Afya Duniani. Lakini pia sio sigara peke yake. Hata utumiaji wa pombe kupita kiasi unaweza kupelekea kupata magonjwa yasiyo kuambukiza. Ni nani asiyefahamu kwamba kutumia pombe unaharibu ini? Lakini bado watu wanaendelea kutumia pombe. Lakini kwenye pombe na sigara nitasema kitu kimoja, sio tu madhara haya, lakini pia yanapelekea mtu kupata afya yake, kupata matatizo ya afya ya akili. Mtu kitumia sigara, baadaye unapata kitu tunaita nicotine addictions, yani unakuwa addicted na kile unachokitumia. Kwa hiyo nitoe elimu pia kwa jamii. Ukimkuta mtu ameshakuwa addicted, anavuta sigara, usimuone kama sometimes anafanya makusudi. Ni tayari na yeye ni mgonjwa, anahitaji msaada wa wataalamu wa afya waweze kusaidiwa. Lakini sio pia tu utumiaji wa sigara na pombe, lakini pia kufanya mazoezi kunaweza kumfanya mtu akapata magonjwa ya kuambukiza. Nini maana yake sasa? Sasa hivi kutokana na teknolojia tuna vyombo vya usafiri mbalimbali, tuna pikipiki, tuna magari, tuna nini. Mtu anafanya kazi ofisini anatoka saa 10 asubuhi, ameamka, kunywa chai yake, chapati vizuri, maziwa, kila kitu, amepanda gari, ameenda ofisini, amekaa, amekula tena mchana, anarudi nyumbani, amepanda gari jioni, anarudi, amekaa. Mwingine wenzangu na mimi ndo wanapitia kijiweni, anakunywa na pombe kidogo, then anarudi nyumbani tena amekaa. Kwa maisha hayo, chakula unachokula, sometimes tunatumia vyakula, ndio mfano kama vyakula vya carbohydrate, vyakula vya wanga mara nyingi. Ukitumia kwa wingi, vina mtindo wa kuhifadhiwa kwenye mwili kama sukari au kama fat. Unene, mtu ananenepa kupita kiasi. Kwa hiyo unakuta usipofanya mazoezi utakuwa unapata kitu tunaita overweight, uzito kupita kiasi. Kuna overweight afu kuna obesity. Nitaelezea kwa sehemu kidogo. Overweight na obesity ama maneno yanakwenda kwa pamoja. Yote ni uzito kupita kiasi. Lakini tofauti yake ni nini? Kuna kitu tunakiita BMI, body mass index, uwiano kati ya uzito wa mtu na urefu wake. Kwa kawaida uwiano wa uzito
na urefu wa mtu unatakiwa uwe 18.5 mpaka 24.9. Lakini unapozidi sasa kufika 25, 26, 27, 28, hapo tunasema huyu mtu yuko overweight. Ikivuka ikafika 30, huyu mtu tunasema yuko obesity, amepitiliza, it is extremely overweight, yani uzito umepitiliza kiasi. Sasa nini madhara ya uzito ukipitiliza kiasi? Kumbuka mtu anakula ni mnene, mafuta yamejaa mwilini, ni rahisi kupata magonjwa ya kuambukiza. Kama mafuta yamejaa mwilini, ni rahisi mafuta kuwa mengi kwenye mishipa ya damu ambayo tunaita hypercholesterolemia kitaalamu, yakasababisha mtu akapata kiharusi, yakasababisha mtu akapata pressure. Lakini pia kuna sababu nyingine ambayo inaweza kapelekea mtu akapata magonjwa haya yasiyo kuambukiza. Kuto kupima mara kwa mara pia na wenyewe ni tatizo. Tunakula vitu vingi sana, lakini unaweza kukuta mtu kuanzia Januari mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12 anasema mimi sijawahi kuumwa kitu chochote, sijawahi kugusa hospitali. Ni kweli kuna magonjwa mengine yasiyo kuambukiza hayana dalili nje za moja kwa moja, mpaka ziharibu vitu fulani au ziharibu organi mbalimbali ndipo tuanza kuona dalili nje. Tunaita sometimes ni silent killer. Kwa hiyo ni vyema mtu awe anapima mara kwa mara. Tuna vituo vingi sana vya zahanati nchini kwetu. Tembelea kituo kilichopo karibu, pima hata pressure, pima hata kisukari. Jua tu pressure yako ikoje. Zungumza na mtu wa afya, atakupa elimu kidogo, inaweza kukusaidia kujishape lakini pia kurudi kwenye mstari. Hivi ni baadhi tu ya risk factors ambazo zinaweza kumpelekea mtu akapata magonjwa ya kuambukiza. Tumeona unhealthy diet, kula sukari nyingi kupita kiasi, kula chumvi kupita kiasi, kula mafuta kupita kiasi. Lakini pia tumeona utumiaji wa sigara. Tumeona pia utumiaji wa pombe kupita kiasi. Mtu kutokufanya mazoezi mara kwa mara inaweza kupelekea mtu akawa overweight. Sasa ukiwa na hivi vitu ndio inaweza kupelekea mtu akapata pressure, mafuta yakazidi kwenye mishipa, kapelekea mtu sitokawa pitiliza kiasi kama obesity kabisa. Lakini pia inaweza kupelekea mtu akapata kansa. Hizi ni risk factors au vitu hatarishi vinaweza kupelekea mtu akapata magonjwa haya yasiyo kuambukiza. Sasa ni kwa namna gani mtu huyu anaweza kujikinga au akafanya nini ili aweze kutokupata au kuingia kwenye riski ya kupata magonjwa haya ya kuambukiza? Kama tulivyosema awali, unhealthy diet, tuhakikishe tunapokula basi tuweze kula mlo ambao ni mzuri na mlo kamili. Hapo mbeleni tutakuwa na somo la kutoa about balanced diet. Ule nini ili uweze kuepukana na magonjwa mbalimbali yasiyo kuambukiza. Kwa hiyo kinyume chake, kama ulikuwa unakula mlo usiokuwa na afya, basi jitahidi kula mlo uliokuwa kamili. Itakusaidia wewe kuweza kuepukana na magonjwa ya kuambukiza. Leo hii utakuwa umesikia kutoka kwangu, lakini inaweza kukupa wake up call wewe ukitembelea kituo cha afya ukapewa elimu zaidi kuhusiana na nini ule, nini usile. Lakini pia kadri tunapoendelea kupeana elimu mbalimbali kupitia kipindi chetu cha Afya Yangu Mtaji Yangu, tutaendelea kutoa elimu kuhusiana na health diet. Lakini pia ufanyaji mazoezi mzuri unaweza kupelekea wewe kuepukana na hivi vitu hatarishi ambavyo vitakupelekea wewe kupata magonjwa haya yasiyo kuambukiza. Najua watu mna majukumu mbalimbali mmebanwa, lakini ni vizuri kutenga kwa wiki hata siku 3, jioni, asubuhi, hata kabla hujaenda kazini. Fanya mazoezi kidogo. Punguza uzito. Nenda kituo cha afya. Pima uzito wako na urefu, waulize wataalamu wa afya. Bana, mimi uzito wangu na urefu vinaendana? Bana, viendane. Kwa kilo zako hizi hapa, embushusha. Sasa hivi uko 80. At least ukifika kwenye 75 hapa utakuwa uko salama zaidi. Kwa hiyo utakusaidia kuweka juhudi katika kufanya mazoezi kwa juhudi ili uweze kupunguza uzito na kuepukana na magonjwa haya yasiyo kuambukiza. Lakini pia uvutaji wa sigara tunashauri mtu aache. Lakini pia unywaji wa pombe kupita kiasi tunashauri mtu aache. Kama nilivyoeleza awali, unywaji wa pombe na uvutaji wa sigara
Kitaalamu tunaita ni drug abuse. Drug abuse inaweza kumpelekea mtu akapata mental else kabisa, vizuri kabisa, akapata ugonjwa wa afya ya akili. Sasa nitoe tena mara ya pili maelezo kuhusiana na hivi vitu viwili, unywaji wa pombe lakini pia na utumiaji wa sigara. Ni kweli tunakuwa tuna ndugu wanavuta sigara, tuna ndugu wanakunywa pombe. Na sometimes nakuta mtu ameajiriwa vizuri tu kabisa na anafanya kazi ofisini, yuko smart kabisa. Lakini anafika mahali uvutaji wa sigara ameshakuwa addictions, hawezi kufanya shughuli zake za kawaida mpaka awe ametumia hiyo sigara. Au inaweza kuwa ni bangi, au inaweza kuwa ni tumbaku, au kitu chochote kile. Mtu huyo, jamii msione kama anafanya makusudi. Ni tayari ni mgonjwa wa afya ya akili. Anahitaji msaada, tusimtenge na tusimseme. Lakini pia ni vile vile sawa sawa na mtu mnywaji wa pombe. Na yeye anaweza kama ameshakuwa addicted. Ni tayari ni mgonjwa na yeye anahitaji msaada. Kwa usikiapo ili mbeleni ndiko tutakuja tufundishane mambo haya yote. Na leo tulikuwa tunaangazia vitu vikuu viwili tu. Vitu mbalimbali vinaweza kumfanya mtu akapata magonjwa yasiyo kuambukiza. Lakini pia ni kwa namna gani anaweza kujikinga na magonjwa haya ya kuambukiza, yasiyo ya kuambukiza. Na kufikia hapo kwa leo nitakuwa nimefikia mwisho. Kama nilivyojitambulisha mwanzo, naitwa Dr. Severin. Ni Dr. in charge katika zahanati ya Tazama na Tunza iliyopo mji wa Dodoma, wilaya ya Dodoma mjini, kata ya Miuji, mtaa wa Miuji proper. Karibu kabisa, maarufu na chuo cha mipango au chuo cha Biblia. Asante.